Hapo awali ilikuwa kosa hili la rushwa ya ngono limejielekeza zaidi kwa mtu mwenye mamlaka, lakini wa jinsia ya kiume. Kwa hiyo ilikwenda kwa muda mrefu ikiwa na muktadha huo. Kwa hiyo mwanamke alikuwa ndo anaonekana ni muhanga pekee katika kosa hili la rushwa ya ngono. Na zaidi lilimhusu mtu ambaye ana madaraka. Kwa hiyo ilikuwa ili uhesabiki umetenda kosa la rushwa ya ngono, ni lazima uwe mtu mwenye mamlaka katika mahali fulani, lakini pia wa jinsia ya kiume. Na ikaonekana hii ilikuwa ni katika zile harakati za kuhakikisha kwamba wanawake wanapewa haki na usawa katika kupigania haki zao. Lakini kwa tafiti ambazo sasa taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa ilikuja ikazifanya, hasa kupitia vyuo vikuu, kuangazia swala hili la rushwa ya ngono, lina ukubwa kiasi gani na lina nadharia ipi katika jamii kwa uhalisia wake. Ikabainika kwamba vile ambavyo sheria inaelekeza kukabiliana na rushwa ya ngono kuna udhaifu mkubwa sana, na kuna eneo ambalo limeachwa. Kwa hiyo kuna watu wanateseka, wanaathirika na rushwa ya ngono, lakini sheria haipo kuwatetea wao. Kwa hiyo mwaka 2024 yakafanyika maboresho au mapitio ya sheria hii ya kuzuia na kupambana na rushwa, na miongoni mwa vifungu ambavyo viliguswa ni pamoja na kifungu hiki cha 25 kinachoangazia rushwa ya ngono. Kwa hiyo ndani yake sasa maboresho yaliyofanyika, kuna vitu almost vitatu ambavyo vinakuwa sasa vinapatikana pale. Cha kwanza, inabaki kwenye ule uhalisia wa mwanzo kwamba ngono ndiyo sharti la kutoa huduma au ushawishi wa kupata huduma. Kwa hiyo ngono inapowekwa katikati baina ya mtoa huduma au mtafuta huduma, hapa mmojawapo atahesabika kuwa ametenda kosa la rushwa ya ngono. Nitafafanua. Lakini eneo la pili ambalo linaangaziwa kwa sasa, mwanzo tulikuwa tunasema ni yule mtoa huduma ambaye ana mamlaka, si ndivyo? Lakini sasa hivi sheria inamuangazia mpaka yule mtu ambaye anahitaji huduma. Kwa mfano, mtu anakwenda kuomba ajira au mtu anataka kupanda cheo, akatumia ngono kama kishawishi kwa watu wenye mamlaka ili wampe upendeleo yeye wa kupata ile huduma kwa haraka ama kwa wakati, au kupata hizo promotions za namna hiyo. Kwa hiyo mtu ambaye atatumia ngono kama kishawishi cha kupata upendeleo au kupatiwa huduma, na yeye pia anahesabika sasa hivi kuwa ametenda kosa la rushwa ya ngono. Lakini kwa kutambua ukubwa wa kosa, wakaongeza kipengele kwamba sio lazima kosa liwe limetendeka, lakini pale tutakapoona palikuwa na nia ya kutumia ngono kama ushawishi na kutumia ngono kama sharti la kutoa huduma au kupokea huduma, bado pia mtu atahesabika kuwa amefanya nini? Ametenda kosa la rushwa ya ngono sawa sawa na yule ambaye alitekeleza. Kwa kuna hayo maeneo matatu ambayo yamekuja kuboreshwa, ambapo sasa ukiangazia katika maboresho haya unakuja kuona kwamba mwanaume pia ni mhanga mkubwa, hasa kufuatia hili tafiti ambayo ilifanywa na taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa vyuoni. Ilikuja kuonekana kwamba mabinti wengi vyuoni ndio wanawashawishi waalimu wa kiume ili waweze kuwapatia matokeo mazuri katika masomo yao ya chuo. Kwa hiyo ikaonekana kwamba mwalimu yule aliyeshawishiwa na yule mwanafunzi wa kike akikubali, baadaye kesi inakuja kugeuka, inaonekana kwamba mwalimu ndiye aliyetenda nini? Kosa, kwa sababu ndiye ana mamlaka ya kuamua. Lakini baada ya maboresho haya, maana yake na mwalimu naye sasa hivi wa kiume anayo nafasi ya kuripoti kwenye mamlaka kwamba nina mwanafunzi huyu wa kike ambaye ananishawishi kingono ili niweze kumfanyia upendeleo katika masomo yake. Kwa hiyo ile linakwenda katika maeneo ya biashara, hilo linakwenda katika maeneo ya kazi na maeneo mengineyo mbalimbali.